Shangazi. Mimi tunaendesha hapa. Nimeleta mchumba wangu mpresente. Kukuonesha kuwa nimempenda iko hapa moyoni. Sawa. Karibu sana baba. Asante. Naona nimefurahi. Yaani hapa ndo mezani. Yaani huyu kabisa kwake nimefika, kuna kubanduka, nimempenda na amenipenda. Alafu ile Adidi yule baba nani hata simkumbuki tena jina. Ndio nataka niachane naye kabisa. Kabisa. Yaani hivi mimi hapo mwanangu wana umefanya maamuzi sahihi. Nilifika hapa niponda unitukane. Siwezi nikuponda eti na mimi najua maisha yanakuwa mfudo. Au ndo wako. Au ndo wako ni pesa zao. Hata mtu akiwa na kakitu kadogo kwenye anahitaji au iko na matumaini kuwa atakuwa sawa. Yaani huyu yaani usijisumbue, shida zako zote mwambie. Ule baba kwa kweli. Problemi shangazi. Mwambie. Usiwe na problemi yoyote. Unaona kama ile sasa inahitaji pesa, wewe mwambie mko wako kwa sasa huyu. Na mimi napokea kwa mikono miwili. Karibu sana, karibu kabisa. Yeye nawatakia maelewano, maisha mema, muelewane, mpendane. Yaani nawapa radhi zangu zote. Sawa baba. Karibu sana kwa familia yetu, karibu sana. Nafikiri naona mfamie kaka yake huyo. Kakaangu huyo. Chamjito. Chamjicho kabisa, ndio mwisho kwetu. Yaani nampenda kwa kwa nguvu pekee. Kabisa. Unaweza kuongea kidogo pale nje? Hamna shida. Ndio mnatusiri tena. Kwa nini usiongelee hapa tukasikia? Sina dada yake, acha kwanza waongee. Sawa, na mimi nabaki hapa na mke wangu. Haya. Umesikia baba? Kwa nini mama anashinda kumtukana papa? Kwanza mama ulikuwa unafanya nini huko ndani? Nilikuwa nimekaa tu. Hilo swali achana nalo. Unajua saa zingine watu wakubwa wanakuwa wanagombana, wanakorofishana, hawaelewani. Ndio ni kawaida tu. Lakini sikuumizi sana kivile, maana unajua maisha kuna siku zingine mtu unafurahi, siku zingine mtu unaamka umechoka, siku zingine mtu unaamka unasikia just haufurahi na mtu, unasirika na mtu. Ndio saa zingine mama yako anakuaga hivyo. Lakini usiumii sana, usifikiri sana. Unajua kama papa anakupenda? Anakupenda sana, na unajua kama anakuaga na furaha yake kuona wewe ndio furaha yake. Kwa hiyo usifikiri sana, papa akikuona tu hasira zote, machozi yote yanasahau, anafurahi sababu anaona kazuri kake, wewe ndio unamfurahisha. Sasa wewe ufikirie tu kama mimi Ayla nikimwona tu papa lazima nimfurahishe. Atasahau kila kitu, atasahau matusi ya mama, atasahau hasira ya mama, kila kitu atasahau sababu yako. Sawa? Usifikiri sana, wewe achana nazo. Sio? Ule jamaa ndio mshikaji wako Lema tunakuja naye. Vile ndio niko naye. Na makanzi. Ule na sana. Yaani niko mpango kusema ule ni mwache, maana sinaona maisha yenyewe naishi. Maisha unayaona, maisha ya tabu, maisha yaani hayaeleweki. Sasa ndio niko nataka kusema kwa na ule. Unajua nini? Nakusupport mnakwambia. Hayo ndio nilikuwa nahitaji kusikia kutoka kwako. Yaani umefifia, unakosa mafuta. Nitatoa wapi na hadi yenyewe ndio hivyo tena, najua pale maisha ya kujikuna karanga. Nafanya Nenda nasikiaga ule jamaa ule kama ni Fatini. Fatini. Sina zile shamba 3 nyuma ya ule mmoja. Nasikiaga zote ni zake. Zote ni zake. Yaani kuna kazi nzuri, pesa ziko. Nikienda kwake siwezi kufa na njaa. Wewe mwenyewe kakaangu nitaweza hata nikakupigia masomo kaendelea. Unaona kama hivi masomo yanasunda Utapata pako ile Fatini, mambo yatakuwa sawa. Mwenyewe.
Hakikisha unampata, usiachilie pale. Siwezi, yani ndio niko nafanyia fikra. Yani tafuta ficha yako wewe na mtoto wako. Na ule makanzu mwache, makanzu zake atajijua. ule atatafuta wasawa yake. Kwanza mimi naye hatulingani. Sijui hata nimeenda kwa kama na viju. Naviona kakaangu ni basi tu. Basi twende sasa. Twende asisikia kwa chetu tunaongea. Nakukubali sana. Yaani umeweza kumteka Jamila mpaka nakubali kutoka kwa mume wake. Pesa ndio kila kitu. Kwa kweli naamini pesa ndio kila kitu wala. Nilikuwa sitegemea nikakali kabla kukashanikera. Sina sikataki tena. Umetumia pesa sana lakini kitu kimeeleweka. Nasikia nafurahi sana kwa umefanikisha kumtoa Jamila katika ule uchumba. Mpaka mtoto wangu anafifia. Nilikuwa sifurahia hata na mimi basi tu. Nilikuwa sifurahia kabisa. Yaani ukiangalia kisi alitoka hapa mpaka akafika kule, yani tofauti kabisa. Yani kwa nishakiraika, yani nishakosa jinsi nitamtoa kwenye ile uchumba. Basi ndio ametoka. Alhamdulillah. Yani kila kitu kitakuwa sawa. Inshallah. Mimi natumai hivyo kabisa. Wewe mimi usikue na shida, usikue na problemi yoyote eti kuhusu pesa, wewe niambie. Wewe nakukubali, ushanikubalisha. Acha. Nakubalisha kwa sababu wewe kuniangusha ndio vile vile. Ule baba ule. Acha tu macheto. Oi. Anas. Jana niliona mtu wa maajabu. Kale katoto likenyewe na kakubali kila kitu poa. Unaona? Bwana, afu nyuma ya lupango sasa. Kule nyuma ya lupango. Mzee wewe. Niambie. Nzo kuache. Sikia. Niambie siku tutakula ubwabwa. Ubwabwa. Ule sio kuachia hivyo. Unajua vitu vingine kwanza mtu kama vile mtoto wa mjini. Sio paka nibatishe. Unaona? Nikirusha tu hivi jiwe huko. Kwa nimelenga huko. Wallahi nakubali. Wanakuja kitu. Nimekubali. Wewe mtoto yuko sawa kama gisi unavyojisemea mwenyewe na nampenda kweli. Ila kuhusu kuoa bado. Sikia sasa ubangi wako. Sio vizuri hivyo. Mtoto mzuri kama vile ule kizuba wanapeleka. Nani anapeleka? Unabaki atoa macho. Nani anapeleka? Mtoto mwenyewe ashadata, ashajifia, ashajiozea mwenyewe. Ashajiozea ndio. Ashamaliza kila kitu. Lakini gisi namuona hata kosa hata wengine kumpenda. Kama nani? Sio vijana ni wengi. Hamna. Watu usio na uoga. Usibaki utakia mzee wa kazi yako. Wana mzee maji. Sasa macho yake kwanza. Unaona aje? Acha macho. Amekupigia uwanja. Naona mtaka. Unaona ni hatari, sifa nzuri na kisema. Nataka wewe ndawe mke wako ule. Kumbe mzuri. Mimi niko tu napiga swata vile. Ni mzuri. Ni mzuri. Hatujui kama ni Mwarabu, hatujui kama ni mzungu, hatujui ni Wekunda original, lakini ni kitu kizuri kabisa. Ule Mrundi tu, mbona kawaida. Warundi mbona pako wengi wazuri? Na wengi tu kabisa. Basi kama ni Mrundi, iko Mwarundi wa kwanza. Unajua hapo wanasemaje? Mamake aliyemzaa anastahili sifa. Ndio. Na baba ndiye aliyemzaa, na baba. Mama ajua tena mama ndio anakena mvumilia tumboni kule mama. Alafu kwa ile habari si baba ndiye anafanya kazi. Achana nayo. Wanasijua kanifunza marefu. Mtoto mdogo. Ndio hivyo. Tena tunataka mzee mtoto mzuri. Umuganwa. Usijali mzee wangu. Na biko kwenye mpango. Maana sinishamaliza kazi ya baba kusoma. Cha kubakia unaona tena ndio hivyo tena. Siku gani sasa? Siku gani? Haraka ina baraka. Sitaki kubakia mzee huo. Simba mwenda pole. Toa macho hapo wabigasori hapa kwa etage ninatoa macho vibaya sana. Unaacha vitu vyako. Tena bwana, mimi nasema ndigiri ubaki unajiwaza. Upange siku kama ni mwezi huyu, kama ni mwezi unye kufuata. Tupate ubwabwa hapa. Upate na mariziki zetu sisi wazee. Tukurizie kila kitu alafu tukubariki.
Usijali sana. Mimi nachenja zangu. Alafu utanijiwaza vizuri. Sawa sawa. Mzamani huyo. Attention. Kilimade. Abosho. Unacheka wewe. Unacheka wewe. Tena. Maya ya mbele. Attention. Kilimade. Aila, binti wangu mzuri. Mambo mama. Mambo. Kwani unaingia hata salamu kweli? Salamu ni mtolee nani? Mimi si mmeo. Kwa hiyo kama ni mmeo, kuna nini? Afu ya stosha. Unatoka ndani ya nyumba yangu bila hata usalamu. Shangaa kweli. Siku utakapoweza kunihudumia ndio siku nitakuwa natoka na kuaga na kuambia naenda wapi. Ila kwa hivi hauna hata chembe ya neno lenye unaweza kusema nikajisikia. Hauna uwezo huo. Sasa kitu gani niko napata hapa mwa nyumba yako? Kitu gani? Mke wangu, ni maisha tu mafuta. Na ukumbuke kumwanzo nilikuwa nakuhudumia vizuri mke wangu. Kuna nihudumia vizuri? Navaa nguo mpaka inanipaukia. Mwisho hata mafuta ya kupaka sina. Uso unapauka. Ngo niko mke wa fulani. Ishi we. Hata sistahili kwa mke wako.